Na mtazamaji wa Tayo Media Kusini habari za wakati huu, na nikitumai ya kwamba waendelea kufuatilia chaneli yetu bora kabisa kutoka Kusini ndani ya wilaya ya Kilosa. Na leo tumefunga safari kutoka Kilosa mpaka Morogoro mjini. Lengo ni kuja kujionea maendeleo ambayo yanafanywa na kanisa Anglican Diocese ya Morogoro. Na kanisa hili ni miongoni mwa diocese nyingi sana katika nchi yetu ya Tanzania zinazofanya vizuri katika maeneo mengi sana kiuwekezaji, lakini pia katika maeneo mengi sana ya kuweza kuleta jamii pamoja na kuweza kufanya miradi mingi sana ya maendeleo. Mimi ni Edward Mganga, lakini pia nyuma ya kamera yuko Mr. Mageni, ndio director wetu kwa siku hii ya leo. Na bila kupoteza muda, mara baada ya kutembelea hapa, bila shaka unajionea huu ni mradi mkubwa sana wa kitega uchumi katika kanisa Anglican Diocese ya Morogoro, hususan katika maeneo mengi sana ya kimaendeleo. Na hapa nakutana na naweza nikamwita huyu ni mkurugenzi wa miradi hii, ni mchungaji Robert Sekwao. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina, habari za kwako? Mungu ni mwema, tunashukuru. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Hatimaye leo tumetembelea mradi mkubwa sana wa kitega uchumi katika diocese yetu hii ya Morogoro na kuja kujionea mambo makubwa ambayo mnafanya katika diocese hii. Karibuni sana. Hongereni sana. Amina, karibuni sana. Na kwa kwanza tu kidogo, tunapozungumzia kitega uchumi tunalenga kitu gani hasa? Kitega uchumi Kiangalia kamera yetu pale. Naam. Kitega uchumi hiki cha Diocese ya Morogoro ndio kwa kweli kimebuniwa katika sinodi iliyopita, sinodi ya 14. Lengo lake ni kubwa, ni kuongeza mapato ya diocese. Ndio. Kwa sababu diocese yetu tangu ilipoanza nani maana yake ilikuwa tunategemea tena sadaka. Shughuli mbalimbali. Ndio. Kwa hiyo hatakuwa na miradi ya uwekezaji ambayo inaweza kusaidia kuendesha shughuli mbalimbali za maendeleo, za kijamii, na shughuli pia za kiroho za Ukristo. Na kwa maana hiyo basi, katika sinodi iliyopita tukatoka na azimio na kuwa na mradi wa kitega uchumi angalau uweze kuongeza mapato kwa 50%, mapato ya diocese kutoka hapa tulipo. Sawa. Na 50% ya mapato mengine ambayo tunayopata kutoka kwa waumini kama sadaka uweze kuelekeza kwa ajili ya kutunza jane, wastaafu wetu, na pia kuwasaidia wale watumishi wa Mungu wanaofanya kazi maeneo mapya. Na maeneo mapya tulioanzishia kazi kama wilaya ya Marinyi, wilaya ya Ulanga, na wilaya na halmashauri ya wilaya ya Mvuha kule na kule Kilindi. Ndio. Basi kule tuna watumishi ambao wanajitolea. Kwa tunaamini kufanikiwa kwa mradi huu itakuwa kumesaidia kuongeza mapato ambayo nasi itaweza kuwatunza wale watumishi wetu walioko katika makazi mapya, na pia kuwasaidia hawa wajane wa makasisi, na pia kuwasaidia makasisi wetu waliostaafu. Maana hatuna pension. Na mtumishi amefanya kazi miaka mingi, amekuwa mzee, alafu namwambia basi nenda kwa amani, ataishije? Kwa sababu hana kipato chochote, ataishije? Na maisha yake yote ameyatoa katika huduma. Sasa mnaachanaje? Hamwezi kuachana hivi. Lazima kwamba dasi siwe na mpango namna ya kuwatunza hawa wazee. Sawa, kwa sababu hatuna mfadhili. Sasa huu mradi ndio kwamba unategemea kwamba uweze kutatua tatizo hili au changamoto hii tulionayo kwa ajili ya kuwasaidia hawa wazee wawe na uhakika. Mbona afika kipindi mtu amefika muda wa kustaafu lakini anang'ang'ana. Anaongeza kwa baba askofu, naomba niongezee mwaka. Anaangalia pesa akitoka atashije. Naona kwa hilo imekuwa ni changamoto kubwa, na wengi utakuta hawana nyumba. Sawa. Hata kwa sisi hawana nyumba. Basi ilianzisha mpango kwa mabati ili kuwasaidia watumishi na kustaafu wawe na nyumba. Kwa hiyo huu mradi tunategemea kuwa mkombozi kwa kazi ya uinjilisti, wajane na wastaafu katika diocese. Msikilizaji na mtazamaji, nipo na kasisi Robert Sekwao. Kidogo tutembee tujionee aliyopo kwenye huu mradi, na kitu ambacho mtazamaji nataka nikwambie, hili jengo ni kubwa. Na kidogo tu mchungaji Robert Sekwao, tuambie mmeplani kujenga kitu gani kwenye eneo hili? Na naona kuna nguzo nyingi, kuna hivi. Ni jengo gani hili la ajabu nalokuja la kimataifa Diocese ya Morogoro? Kwa kweli jengo la mradi huu wa kitega uchumi ndio kwamba mradi huu umebuniwa uwe wa ghorofa 4. Ni ghorofa 4. Ni ghorofa 4. Ghorofa 4, sawa. Na sasa hivi katika mpango kazi wetu baada ya kukamilisha jamvi na kupandisha nguzo, mwaka huu tunategemea tupandishe ghorofa 2. Ghorofa 2 au sabu 2 ndani ya mwaka huu 2025. Ndani ya mwaka huu. Sawa. 2025. Ndio. Kwa tutamimina flati ya kwanza, tutapandisha nguzo na tunaendelea tena na ghorofa nyingine ya pili.
basi tunapandisha nguzo, basi hapo ndio mpango wa mwaka huu. Sawa. Mwakani tutaangalia kipande kilichobakia. Na lengo hasa bila shaka ni kuweza kujipatia chochote kitu. Na mmepanga sasa katika fremu hizi kuweka miradi ya kanisa peke yake ama na watu wengine wenye kutaka kuja kuwekeza kwenye eneo hili? Kwa kweli tumepanga kwamba tuweze kualika wawekezaji wengine waje wapange. Ndiyo. Na tayari wako wengi waliomba. Wako wengi sana waliomba mabenki. Wameomba kwamba tukimaliza basi watakuwa ni wapangaji wetu. Sawa. Kwa hiyo hawa wapangaji watakuwa wametuwezesha. Tayari katika ghorofa hizi mbili tunazopambania sasa hivi zikipata wapangaji tutapata nguvu. Yes. Kwa sababu katika kanisa Anglikana Tanzania hakuna dayosisi inayojenga kitega uchumi yenyewe bila kutegemea mfadhili kama dayosisi ya Morogoro. Na kidogo nataka hapa nikuulize swali Mchungaji Robert Sekwao, tukizidi kujivinjari kwenye eneo hili. Mtazamaji, tumeambiwa kwamba hili jengo ni ghorofa 4 na itakapokuwa limekamilika litakuwa na wakati mzuri wa kuweza kukaribisha wawekezaji kutoka maeneo kadha. Kuna mabenki, lakini pia taasisi mbalimbali hata zile za kiserikali na binafsi inaweza kuja kuwekeza katika eneo hili. Na kwa makasio ama kwa makisio ya haraka, ni shilingi ngapi mradi huu umeweza kugharimu mpaka ulipofika sasa? Hapa mpaka sasa hivi tangu tuanze ndio mpaka hapa tulipofikia kwa kweli tumeshatumia zaidi ya milioni 400. Zaidi ya milioni 400. Sawa. Kwa sababu karibu milioni 250 zimetumika kwa ajili ya maandalizi ya mradi mpaka foundation. Sawa. Kwa hiyo tunakwenda hapo tunafika karibu zaidi ya milioni 400. Milioni 400. Na mwaka huu tunatafuta bilioni 150 kwa ajili ya hizi flat mbili. Tumemaliza slab mbili, tumesha mimina, alafu tuanze sasa kushona pale kwenda kushona. Sawa. Kwa hiyo iko katika eneo hilo. Na pesa zinatoka wapi? Tuendelee kujivinjari. Pesa zinatoka wapi ambazo zimefanikisha mpaka mradi kufika hapa, lakini pia tunajionea bado shughuli zinazidi kuendelea. Pesa hasa kitega uchumi kinatoka wapi, Mchungaji Sekwao? Kwa kweli hizi fedha tunazipata kutoka kwa wadau wa Kristo wenyewe. Kutoka kwa Kristo wenyewe kama wewe. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Wakristo wenyewe ndio wanajenga mradi huu. Ndio wanajenga wenyewe. Kwa pesa zao wenyewe. Kwa hiyo sio kwamba tuna mtu anayetusaidia. Hapana. Wala sisi tumechukua mkopo benki. Ni Wakristo wenyewe. Kwa hata wewe tunakualika. Sawa. Tunakualika kama Mkristo na Mwanglikana wa Dar es Salaam Morogoro. Ndio. Sasa basi na mimi kwa niwekeze pale 200,000 300,000 napata baraka. Amina. Kwa hiyo Wakristo wamekuwa wakiwekeza wenyewe. Ndio maana tunasema uwekezaji na vitega uchumi. Sawa. Kwa hiyo wanawekeza katika vitega uchumi vya dayosisi. Na huu tumeona kama tuanze na huu. Sawa. Lakini vitega uchumi viko vingi. Tukimaliza huu tutaangalia vitega uchumi vingine. Hiyo ndio mawazo yetu. Ndio mawazo yetu ambayo tulio nayo. Hongereni sana kwa mawazo mazuri. Mtazamaji, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa kanisa Anglikana Dayosisi ya Morogoro, na tupo hapa kwenye eneo la kitega uchumi, eneo ambalo kanisa Anglikana Dayosisi ya Morogoro limebuni kuweza kuwa na mradi huu mkubwa kwa ajili ya uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali. Lakini eneo ambalo limeweza kunikosha ni kwa ajili ya watumishi wenyewe wa dayosisi hii, kutokana na maisha magumu mara baada ya kustaafu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hili tumpe kongole sana askofu wa dayosisi hii Godfrey Sehaba kwa kazi kubwa ambayo ameifanya na kuweza kuwa na watu muhimu kama kina Mchungaji Sekwao na wengine kuweza kusimamia katika mradi huu. Na nikizidi kurudi kwako sasa, Mchungaji Robert Sekwao, umetuambia kwamba mara baada ya huu kuna mingine mingi ambayo inakuja, na utakamilika lini sasa mara baada ya awamu ya kwanza kuisha? Kwa haraka. Kwa kweli ndio mradi huu mawazo ya baba askofu. Ndio mawazo ya baba askofu wa ndoto zake. Ndio mradi huo ulipangwa kukamilika miaka 4 iliyopita baada ya sinodi kutoka lazimio na kuanzisha mradi wa kitega uchumi. Ndio. Lakini kama unavyoelewa changamoto ziko nyingi. Naam, ni kweli. Na mahitaji nayo yako mengi. Ndio. Na kutokana hilo basi hatukufanya vizuri katika lile lengo tulikuwa tumejipangia mwanzo. Tumechelewa. Kwa hiyo manake sasa hivi tunaendelea mradi huu tunakamilisha tukiwa tumechelewa katika lile azimio letu la kwanza ambalo tulikuwa tumekusudia. Kwa hiyo kwa mwendo tulio nao sasa, ndio tunategemea kwamba itakapofika mwaka 27. Naam. 2027 huo tumekamilisha huu mradi. Tumeshakamilisha mradi kabisa. Tuanze kufikiria baada ya miradi mingine. Ndani ya miaka 2 ijayo mradi utakuwa umekamilika kabisa. Ndiyo. Na itakuwa ni wakati mzuri sasa wa wana
Dayosisi ya Morogoro kuendelea kufaidi matunda yao. Minong'ono ya waumini ikoje sasa kwenye mradi huo? Bila shaka wewe ndio msimamizi mkuu. Minong'ono iko vipi? Wanafurahia hili ambalo linafanyika kwa sasa au wanatamani liendelee kufanyika lingine kabla hili halijesha? Hapana. Kwa kweli kwanza, naam, lisimama kama miaka 2-3 ndio baada kumwaga nje. Sawa. Jambo hilo ni kama vile lilikuwa limewakatisha tamaa waamini wetu, kama limewakatisha tamaa. Ndio. Lakini baada ya kuanza tena wakati tulio nayo limewaongeza nguvu zaidi. Limeongeza na wana nguvu kubwa sana ya kuchangia. Sawa. Maana sasa wanaona nini kinachoendelea na wanaona kabisa kama tuko serious na jambo kama hili na hilo limewatia moyo. Amina. Limewatia moyo na kwa kweli wana nguvu ya kuchangia. Ukiangalia mwaka jana, sisi mwaka jana tulikuwa tumelenga kwamba Wakristo waweze kuchangia milioni 40. Lakini wale milioni 6 zilikosekana katika milioni 40. 6 tu. Kwa hiyo ilikuwa ni milioni milioni 40. Mpaka kuchangia 34 zilipatikana. Yes. Unaona hiyo? Ndio. Sasa huo mwitikio katika lengo la kutafuta milioni 40 kwa Wakristo. Ndio. Naona kwa Wakristo peke yake. Sasa tulipelea kama milioni 6. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba jambo hili wanalipenda na kwa nguvu zote. Kwa tunaamini kwamba hata sasa hivi tunapotafuta milioni 150 kwa mwaka huu, jambo hili litakwenda vizuri. Litakwenda vizuri kwa sababu tunaona mwitikio. Mwitikio ni mkubwa kwa sababu jambo hili wanalipenda. Vipi uungwaji mkono sasa madayosisi mengine mara baada ya kusikia Dayosisi ya Morogoro imeamka kuliko dayosisi nyingine? Vipi uungwaji mkono sasa Mchungaji Sekwao? Kwanza wanatupongeza. Naam. Kama nilivyosema awali, wanatupongeza sana Morogoro kwa kuanzisha mradi wa kitega uchumi kwa kutumia nguvu zetu wenyewe. Sawa. Madasi mengi wameanzisha miradi hii ya vitega uchumi lakini kwa njia ya ufadhili, mikopo kwenye mabenki. Lakini sisi hatuna mkopo wote na hatuna mfadhili utatusaidia. Ni Wakristo wenyewe ndio wanawekeza. Kwa hiyo tumepongezwa. Safi. Kanisa Anglikana Tanzania wametupongeza kwa mchakato huu na mkakati huu na mpango huu thabiti kabisa ambao na maana yake sisi tumekuwa Morogoro imekuwa kama mfano kuanzisha na mradi wa vitega uchumi kwa kutumia fedha zao bila mfadhili yote. Kwa sisi tumekuwa kama watu wa dasi ya kwanza. Hongera sana. Tunamshukuru. Lakini hii yote ni nguvu ya Baba Askofu. Naam. Unaona? Baba Askofu yeye mwenyewe kama amejitoa mhanga na amekuwa na dhamiri nia njema. Na hii Wakristo wamemunga mkono. Amina. Wamemunga mkono. Munga mkono katika jitihada ile na maono yake na mawazo yake na vision yake kwa ajili ya kufanikisha huu mradi. Unaona? Kwa hiyo yeye amekuwa mstari wa mbele. Na kiongozi unajua unapokuwa mstari wa mbele unafanya hata wale wanaokufuata nao pia wanakufuata. Lakini ukiwa na mashaka hata wale nao watakuwa na mashaka. Lakini hakuwa na mashaka. Hongera hizi tuzipeleke kwako Baba Askofu Godfrey Sihaba wa Dayosisi hii ya Morogoro kwa kuwa kiongozi wa kanisa kwenye dayosisi hii, kanisa Anglikana, mwenye kutaka maono makubwa na mwenye kutimiza kile ambacho umekiona. Lakini pia kongole pia tuzipeleke kwa waumini wa kanisa Anglikana dayosisi ya Morogoro kwa mwitikio wao mkubwa, kwa sababu kwa hesabu ya haraka mpaka kufika hapa, mtazamaji, mradi huu ni mkubwa kama ambavyo unavyoonekana hapa. Unaweza kuona ni nguzo tu, lakini pesa ambayo imeweza kutumika hapa ni pesa kubwa sana. Lakini ni pesa ambayo baadaye itakuja kuwa na matokeo makubwa ya kufanikisha kanisa Anglikana dayosisi ya Morogoro kuweza kujiishi yenyewe kwa kuwa ina chanzo chake cha ndani cha mapato. Na Mchungaji Sekwao, wewe ndio msimamizi sasa hii miradi ya kitega uchumi. Unaiona wapi miradi hii? Kwa haraka unaiona wapi? Kwa kweli niseme kwamba sijaiona. Bado sijaona. Ni kama hapa sasa ni mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Na mimi sijawahi kusimamia mradi mkubwa kama huu. Hata nashangaa kwa nini nimepewa jukumu hili kubwa namna hii. Kwanza sijawahi kabisa, wala sikuwa na ndoto. Na sikufikiri kabisa kujua jambo kama hilo. Ni kitu ambacho cha kwanza sina reference kusema kwamba nimeona mali fulani. Sina reference yote. Na tangu hata ndipo kabisa jukumu hili sijaenda mali fulani study tour nikajifunza kwamba wamefanya ile tumeendeshaje, bado sijafanya kitu kama hicho. Kwa hiyo
mimi nimepambana. Amina. Nimeingia kama unajua askari ukiingisha wengine vitani wewe unaunga mkono unaendelea. Na wenzako unaokuta wale basi ndio wenyeji wako basi unapambana. Unasonga mbele. Kwa hiyo wenzangu walioanzisha programu hii ambao walikuwepo watangulizi wangu. Ndio. Basi mimi nikaingia na nikaogelea ukafuata ukafuata mkondo basi mpaka hapa tunaendelea. Kameramani twende hivi, tutaka tupande juu ya gorofa kidogo. Nimeona kuna kitu kizuri hapa mchungaji Sekwao. Kwa maana hii gorofa itapanda juu zaidi. Umeniambia ni gorofa 4. Gorofa 4. Ni zaidi ya Top Life. Ni zaidi. Ngoja tupande hapa mtazamaji na niko na mchungaji Sekwao. Tupande. Na kitu kingine ambacho natamani nikifahamu sasa ni kuhusiana na lengo langu la kukuuliza lile swali ni kwamba baada ya hapa, baada mradi huu kukamilika, unaona wapi mradi huu kule ambako unafikia kwenye malengo ambayo Dayosisi imekwenda kuyaona? Unaona wapi mafanikio, maono yanakwenda kutimia kwa haraka, au itakuwa bado ni kule tunazidi kupiga hatua nyingine? Kwa kweli kukamilika kwa mradi huu ndio kutakuwa kumetupandisha sana viwango. Amen. Tutakuwa katika viwango vya juu. Viwango vya juu kwanza, watumishi wetu, wachungaji wetu hawatakuwa na mashaka juu ya watumishi. Amen. Hata na wengine wale wanaoanza hawatakuwa na mashaka. Kwa sababu tayari watakuwa wanaona wale walio staff namna wanavyo enjoy. Sawa. Wanafurahi baada ya uzee wao mwema, bado Dayosisi tunawahudumia, wanaona wajane na wanaona kazi ya uinjilisti inakwenda kwa nguvu zaidi. Amen. Na kwa nguvu, maana kuna maeneo mengi ambayo bado hatujafikia. Kuna makanisa yetu mengine tumepeleka wachungaji lakini wanasali kwenye makanisa ya nyasi, vibanda. Kwa hiyo hii itakuwa ni mkombozi. Itakuwa ni mkombozi mkubwa, na kwa kweli italeta nguvu kubwa ya uinjilisti na ukuaji wa kanisa. Ukuaji wa kanisa imara, kwa sababu watu hawatakuwa na mashaka kuanza kufikiri. Ndio. Anza kufikiri kwamba sasa nitafanya nini. Mtu anakuwa na mashaka, huduma sasa wana watoto wanasoma nani, anakuwa na mashaka. Lakini hata kuwa na mashaka kwa sababu Dayosisi itakuwa ina nguvu ya kutosha kuwasaidia watumishi wake. Kwa hiyo kutakuwa na maendeleo makubwa. Kukamilika kwa mradi huu, Dayosisi itakuwa imekuwa kiuchumi na kijamii na pia na hata kiuinjilisti. Amen. Itakuwa imekuwa zaidi kabisa. Ni hatua kubwa sana kwenye Dayosisi hii ya Morogoro, kanisa Anglikana chini ya Baba Askofu Godfrey Sehaba. Na hili tuzidi kumpa kongole, hatuwezi kuyasema haya bila kumtaja yeye. Bila shaka. Umezungumza kitu kimoja mchungaji Sekwao, ukasema kwamba unapokuwa na kiongozi ambaye anakuwa na mbio kali, ndio, na sisi pia lazima tupige mbio pamoja naye. Kabisa. Na haya ni matunda makubwa tunayoona. Kabisa. Ni mara ya kwanza kama ambavyo umezungumza mchungaji Sekwao. Kabisa. Lakini kama ni mradi wa miaka mingi sana, ni mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza. Tumpe hongera sana askofu wetu Sehaba. Tunamshukuru. Kwa hatua kubwa sana. Na kwa kumalizia sasa mchungaji Sekwao, una lipi la kumwambia mtazamaji wetu ambaye anatutazama kwa sasa na kutusikiliza? Ni mara yake ya kwanza na ndio kwanza anaona mradi huu mkubwa sana wa kitega uchumi. Una lipi la kumwambia? Kwanza kwa mtazamaji wetu ambaye anayetutazama, jambo la kuweza kumwambia kwanza, atuombee. Nimependa. Kwanza atuombee. Nimependa. Aombee mpango huu. Naam. Kumwombea askofu wetu katika maono ya kutimiza adhima hii. Tunahitaji maombi yake na pia na mpango huu kamili. Jambo la pili, nitoe wito hata kwa watazamaji wetu wote, hususani wana Morogoro wote, tuungane mkono katika kufanikisha mradi ukamilike kwa wakati, kwa kuchangia chochote ili kufanikisha mradi. Nashukuru tumepata mwitikio kutoka kwa wana Morogoro wanaoishi mikoani. Wamechangia mwaka jana, wamechangia na makao tena wanaendelea kuchangia. Kwa hiyo nitoe wito kwa wana Morogoro wote, tuendelee kuchangia huu mradi wa kitega uchumi kwa sababu ni wa kwetu kabisa. Hata wengine ambao sio wana Morogoro, wenye mapenzi mema, wenye wafurukuto wa maendeleo, basi tunawakaribisha watunge mkono katika kufikisha adhima yetu tulio nayo hii ya ujenzi wa kitega uchumi. Tunawakaribisha. Na labda kwa huyu ambaye anatazama kwa sasa ni rafiki wa maendeleo na ni mwanadayosisi ya Morogoro, lakini yupo nje ya Morogoro na hii video inamfikia kwa sasa. Ndio. Kuna akaunti maalum ambayo ipo au kuna namba maalum kwa ajili ya kutuma hiyo michango? Tunayo akaunti. Ipo akaunti. Tunayo akaunti ya mradi. Ndio. Ambayo hata wadau wale ambao hawako Morogoro, ndio, wameendelea kuingiza fedha kupitia akaunti yetu ya CRDB. Sasa sijakariri hapa. Ndio. Lakini tunayo akaunti. Sawa. Tunayo akaunti ambayo ya CRDB ndio inayopokea michango yote. Yote. Na tukishapokea sisi kisha kuingiza kwenye akaunti, sisi tunampa ripoti kwamba tumepokea fedha zako. Sawa.
na wale walio jirani tunawatumia na receipt. Sawa. Kwa njia ya WhatsApp na pia list za kwa fedha walivyochangia. Kwa ajili pia kuweza kuwapongeza kwamba michango yao imefika. Hivi punde tu wakati kameramani wangu akiendelea kuchukua baadhi ya maeneo, itabidi mchungaji atutajie hiyo akaunti namba, ataweza kuiangalia hapa ili iwe sasa ni rafiki kwa ajili ya watu wengine ambao pia ni marafiki wa mpango mkakati huu ndani na nje ya Dayosisi ya Morogoro kuweza kuchangia chochote kitu. Kumbuka kitu kimoja ambacho mchungaji Seko amekwenda kutuambia kwamba hata ni shilingi 1,000 yako, shilingi 10,000 yako, shilingi 20,000, 100,000, 200,000 inaweza kufanya kitu kikubwa sana katika mradi huu wa kitega uchumi ndani ya kanisa hili Anglican Dayosisi ya Morogoro. Na nizidi kusema kwamba ni mfano wa kuigwa kwa sababu Dayosisi imeamua kujisimamia yenyewe baada ya miaka mingi, ikasema hapana, sasa ni wakati wa kuweza kuyafanya haya, ni kwa ajili ya maendeleo ya Dayosisi yetu hii ya Morogoro. Mtazamaji, namba inakwenda kutajwa kwako hivi punde, lakini pia kama itapita hapo kwenye runinga yako utaweza kuiona namba ya kuchangia kwa ajili ya kitega uchumi, na jina analotokea ni lipi anapotuma hii pesa? Marafiki wa mpango mkakati. Ni marafiki wa mpango mkakati. Jina atakalotokea unapochangia kwenye akaunti ya CRDB ni marafiki wa mpango mkakati. Wewe ni rafiki wa Dayosisi ya Morogoro. Wewe ni rafiki wa baba yetu Askofu Godfrey Sehaba. Wewe ni rafiki wa msimamizi wa miradi hii Mchungaji Robert Sekwao, na wewe ni rafiki wa maendeleo. Tumeona hii fursa tusiinyime kwako, kwa kuwa tunajua wazi unaweza ukachangia. Kumbuka kama ambavyo nimekuambia mtazamaji, shilingi 10,000, shilingi 2,000, shilingi 100,000, 500,000 unaweza ukafanya jambo kubwa katika mradi huu wa kitega uchumi. Ghorofa 4 si mchezo, na mara baada ya ghorofa hizi kukamilika pia ni sadaka yako. Ni sadaka yako kubwa sana, kwa sababu watumishi watakavyoendelea kuishi maisha mazuri wakitamka baraka kwa ajili yako, baraka hizi zitaendelea kutajwa kwako. Hivi punde tu mara baada ya mapumziko mafupi tutakwenda kutajia namba ambayo itakwenda kutajwa na Mchungaji Robert Sekwao. Iandike vizuri, lakini pia itakuwa ikipita hapo chini ya runinga yako kwa ajili ya kuendelea kutoa michango yako mbalimbali. Tayo Media Kusini A imedhaminiwa na Wemins. Hawa ni mafundi bora wa umeme kutoka Dumila, Morogoro. Wanapatikanika kwa namba 0710696286. Yes. Lakini pia tupo na Winie Fresh Mtindi. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa mtindi bora na fresh kwa afya yako. Wanapatikanika Kilosa, Morogoro, na wanapatikanika kwa namba 0719882966. Karibuni sana, tuwahudumie kwa huduma bora na nzuri kabisa. Asante. Na mtazamaji, tumesema kwamba kanisa Anglikana lina marafiki wengi sana, na huu ni mpango mkubwa kitega uchumi, lakini pia ni marafiki wa mpango mkakati. Kama ni rafiki wa mpango mkakati, hii na kuhusu sana. Nimkaribishe sasa Mchungaji Sekwao aweze kuitaja namba maalum kwa ajili ya kuendelea kutuma michango mbalimbali kwa ajili ya huu mradi mkubwa ujenzi wa kitega uchumi. Sasa Mchungaji Robert Sekwao, umesema ipo namba maalum kwa ajili ya kitega uchumi. Unaweza kumtajia mtazamaji wetu, pamoja na kwamba inapita pale kwenye runinga yake, lakini umtajie kwa ukamilifu zaidi. Sawa. Ndio. Namba ya akaunti inayopokea michango yote ya kitega uchumi katika mradi mkubwa wa Dayosisi. Ndio. Akaunti yetu iko CRDB. Namba ya akaunti ni 0152 400 36 51 00. Narudia. Naam, vizuri. CRDB 015 24 00 36 51 00. Marafiki wa mpango mkakati. Naam, mtazamaji, basi naomba nirejee nami kwa ukamilifu kama ambavyo Mchungaji Sekwao amekwenda kuitaja. Akaunti ni ile ya CRDB na jina ni marafiki mpango mkakati, na akaunti namba ni 0152 400 365 mwisho ni 100, yani 0152 400 365 mwisho ni 100, na jina utakalotokea ni marafiki wa mpango mkakati. Endelea kutuma michango yako mbalimbali
endelea kuambia na marafiki kutoka maeneo mbalimbali. Inawezekana uko hapa Morogoro ama unatazama ukiwa nje ya mkoa wa Morogoro, hata pia nje ya nchi, unaweza ukaendelea kuituma michango yako mbalimbali na itaendelea kupokelewa. Neno la kumalizia zaidi ya hapa, zaidi ya kutaja hizi namba, Mchungaji Sekwao? Kwa kweli tunawashukuru wote watazamaji wetu na wasikilizaji wetu waliotufuatilia katika maelezo kwa ufupi juu ya mradi wetu wa mpango mkakati. Ndio. Tunategemea ushirikiano wenu, ushauri tunapokea, na pia kama nilivyosema mwanzo, tunahitaji maombi yenu. Tushikamane, tusaidiane katika kufanikisha huu mradi mkubwa wa kitega uchumi wa taasisi yetu ambao tunaujenga bila mfadhili wala mkopo wowote kutoka taasisi yoyote ya fedha. Mungu awabariki na Mungu aendelee kuwa pamoja nani. Asante sana. Mtazamaji, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako. Umekuwa ni rafiki yetu mzuri na pia ni rafiki wa mpango mkakati. Yaani kwa kuangalia tu kipindi hiki umekuwa ni rafiki yetu mkubwa. Kwa hiyo shilingi 1000 yako tunaitaka, shilingi 5000 yako tunaitaka. Yaani pamoja na kwamba mchungaji amesema maombi ni muhimu, lakini kuna wakati hapa tukisema kwa jina la Yesu tofali alikai, inatakiwa tukalinunue kwa shilingi 10,000 yako utakayoituma. Endelea kutuma mchango wako, endelea kutuma sadaka yako, ni ya kiurafiki tu. Ni kupitia akaunti namba ambayo tumeitaja ya 0152 400 361 365 mwisho ni 100. Namba inaandikwa vizuri hapo, ni 0152 400 365 mwisho ni 100. Mimi ni Edward Mganga na huyu ni Mchungaji Robert Sekwao. Nikushukuru sana mchungaji kwa muda wako. Nikuite msimamizi sasa msimamizi wa mradi na mhamasishaji. Asante pia hizi tuzipeleke kwa Baba Askofu Godfrey Sehaba. Najua leo ingebidi tuwe naye hapa, lakini kulingana na ratiba yake imekuwa ni ngumu. Basi bila shaka salamu hizi zimfikie popote pale alipo na tumwambie kwamba hongera sana kwake. Amina. 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 Nashukuru. Amina. Asante sana. Asante sana kwa kuchukua muda wenu. Naam. Na sadaka ya muda na kutembelea. Ndio. Na pia kuja kuona mradi wetu. Asante sana. Karibuni tena. Asante sana. Karibuni tena. Mtazamaji, ni kushukuru sana, nikikutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea kupitia Tayo Media kanda ya Kusini A. Mungu akutunze sana. Wewe ni wa thamani. Mtazamaji, matangazo haya ili uweze kuyapata vizuri, tembelea YouTube chaneli ya Tayo Kusini A. Subscribe kwenye chaneli hii na utaweza kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka maeneo yoyote. Lakini pia bado nazidi kukukumbusha, kama unatamani tukurushie live matangazo yako, usisite kututafuta kwa namba ambazo utaziona hapo zinazopita kwenye runinga yako kwa ajili ya matangazo, udhamini ama jambo lolote lile. Kumbuka, nenda kwenye YouTube, halafu pale utaandika Tayo Media Kusini A. Subscribe, like, halafu share kwa marafiki zako wengine ili waendelee kufaidi vipindi bora kama hivi. Na hata kipindi hiki pia kinatazamwa live kupitia Tayo Media kupitia YouTube. Andika Tayo Media Kusini A. Subscribe, like, share kwa watu wengine. Enjoy.